Marhaba. Karibu. Asante. Samani, nimemkuta mama Punda. Sijui nikusaidie nini? Niko naomba tu niitie. Lakini mimi ni mume wake. Niambie mimi. Kuna shida gani? Sawa. Lakini nitaka tu niongee naye mwenyewe. Unaelewa lakini? Nimekwambia mimi ni mume wake. Naomba niambie mimi. Shida iko wapi? Mama Punda ni wewe tena. Umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Ni mara ngapi nakwambia tuhitaji mfanyakazi? Ni mara ngapi nikwambia unielewe? Lakini koma wewe, nani mamako? Mimi naweza kuwa na mtoto kama wewe? Nisikilize nikwambie. Hapa sisi hatujaji mfanyakazi. Cha kwanza, na cha pili sisi hatuna mtoto mdogo kwamba tunaweza kuajili ili uweze kumlea. Maana sisi sote tunashinda kazini. Sasa nakwambia hivi, iwe mara ya mwanzo na ya mwisho. Nisikuone tena kwenye ile geti. Ondoka. Siri nzito ndani ya moyo wangu, nimueleze nani machungu moyoni wangu, nimwambie nani maumivu moyoni mwangu. Mtu mwingine si umetoka wapi? Mume wangu na wewe. Kwa unapenda kupokea watu sio wajua? Kiwango unapenda sana mdomo. Mtu amekuja, amegonga, sasa mimi nitajuaje kama yeye anataka kutafuta kuja kufanya kazi? Na mimi najuaje? Sasa kwa nini umemsikiliza? Sasa mimi simsikilize. Haikuwa na haja kumsikiliza. Hebu acha hayo mambo bwana. Hebu tuondoke basi. Yaani mtu anagonga, tusimsikilize jamani. Wewe mbona umekaa kinongonongwa? Single mana. Asante mwalimu. Nimekuja kuitikia wito. Okay. Sawa. Bila kupoteza muda, nimekuita na mazungumzo mahususi na wewe. Mahudhurio ya mwanao kila kukicha yanazidi kushuka. Na sisi kama wazazi tunaogopa sababu mtoto ana kipaji kikubwa sana cha elimu. Tumekuita tudiscuss kwa pamoja tuone changamoto kubwa iko wapi, ili tutafute namna bora ya kumsaidia huyu mtoto. Na ndio maana nimekuita. Nataka kujua changamoto kubwa iko wapi. Ngoja nikae vizuri. Yaani mwalimu, changamoto iliyokuwa kwa mtoto unavyoniona, kwanza mimi mwenyewe single mother. Baba yake anijali kwa chochote. Kila kitu napambana mimi mwenyewe. Yaani yule mtoto tangu yuko tumboni mpaka saa hizi napambana mimi mwenyewe. Hapa nilipo nadaiwa afya, nadaiwa vikoba, kausha damu, yote nadaiwa kwa ajili ya yule mtoto. Hapa palipofikia zamu ya baba yake.
Ni kweli unachoongea mamangu, lakini wewe ni mzazi la kwanza, lakini la pili, jukumu la kumlea huyu lipo kwenye mikono yenu, wewe pamoja na baba yake. Kwa kama wewe huna hela, basi hakikisha unaongea na baba yake, mnakaa mnamweka mtoto. Hebu tazame jinsi alivyo. Mtoto ana akili vizuri, yuko very very bright. Lakini kwa sababu anakosa haki za msingi, ndio maana anakuwa hivyo jinsi alivyo. Hata watoto wenzie wanamcheka, amekuwa ni mchafu, lakini mtoto ana akili sana. Hebu tafuta namna ya kumsaidia huyu mtoto. Hivyo mwalimu, unalala kichwani unawaza kausha damu. Unalala kichwani unawaza mama fulani ananidai hela yake aliba. Nitawaza huyu nywele anachota ngapi? Hivyo babake angekuwa ananipa hela kwa wakati, hata hela tu ya kula kwa siku angenipa. Unafikiri singemwangalia huyu mtoto? Changamoto hapa, kichwa changu kimevurugwa mwalimu. Hapa nilipo natembea nusu mtu nusu maututi. Mimi nimekuelewa mama. Sasa cha kufanya, niliachia hiyo namba ya huyo babake na huyu, mimi nizungumze naye. Tutafute namna bora ya kumsaidia huyu mtoto. Yaani mwalimu, hilo tu kwa mnisaidia. Yaani maisha yangu mimi mwenyewe mtihani. Yaani leo niliposikia wito wa shule ndio nikajifanya kujipambana, nikaenda kwa mama Mwajuma, nikazima mafuta, nikapaka paka na kwa zinachikibele. Mwenyewe maisha yangu mtihani. Yaani ni wanaume nyewe, labda mwanaume mwenzio ukiongea naye atakusikia. Asilo alina tabu mamangu. Na wewe umesikia? Ukitoa ujumbe kwa baba yako. Yaani hapa tu na miaka 45 lakini inaonekana kama ni miaka 60. Mwenye anaongea baba yenyewe. Sio baba mwenyewe. Kwenye kikao tu angekuja sasa. Mama nipe namba, mimi nitazungumza naye. Wewe, nitajie mwalimu namba babako. Mimi sijui. Wewe, usiniambie sijui. Au unamtetea babako? Nimesema sijui. Nimekwambia mtajie namba babako, au unaficha utaki babako aje kwenye kikao? Mimi sijui. Mama, unachelewesha muda. Hebu nitajie wewe mtu mzima mzangu. 0719 50 50 75 75 13 mwisho. 50 75 bora zijatimia 13 mwisho. 13. Sawa, mimi nitazungumza naye alafu then nitakupa majibu. Sasa mwalimu, ukiongea naye ukimpata yule babake, umwambie amnunulie na mtoto viatu. Maana anamtia aibu. Sawa. Wewe nenda darasani. Asante mwalimu kwa ushirikiano. Sawa. Karibu tena. Haya. Halo shoga yangu. Huku sio kwema kabisa yani. Ninapokuambia hapa mimi na mimba yenyewe mjomba ajui. Mjomba ajui ilikuwa na mimba mimi. Yaani hata sielewi nafanya nini hapa. Hebu nishauri wewe kama shoga yangu, mimi nifanye nini na hii mimba naenda wapi? Nitoe mimba tena? Hebu subiri nitakutafuta. Tutaongea vizuri tu. Unaficha nini sasa? Hicho unachoficha nini? Hivi wewe una shida gani wewe mtoto? Wewe humu ndani unakosa nini? Wewe uli. Mbona unataka kunizalilisha wewe mtoto? Na hiyo simu umeanza kutumia lini? Mimi mjomba wako sijui. Hiyo simu umeanza kutumia lini wewe? Na nani alokupa ruksa ya kutumia simu? Unakumbuka masharti yangu nilikupa hapa? Hapa hamna kutumia simu wala kufanya kitu chochote. Sasa wewe simu umeipata wapi? Alafu ulivyokuwa hauna akili, hauna adabu kabisa wewe mtoto, umekaa hapo unaongea na simu. Eti mimi na mimba mjomba hajui. Ulijua mimi sikusikii.
Hii nyumba mimi nimejenga, nimeweka vioo. Kuweka vioo kwa sababu mtu wa nje asione mtu wa ndani. Ila mimi mtu wa ndani nimuone mtu wa nje. Sasa nilikuwa nakuona hapo unaongea na simu yako. Hivi unajiachia kabisa, eti una mimba. Wewe mtu unataka kunidhalilisha mimi? Unanitukanisha kwa dadangu, si ndio? Hapana. Sasa kama hapana, kwa nini umebeba mimba? Na unakumbuka nilikwambiaje? Sasa wewe uliobeba mimba hapa nyumbani kwangu, nilishakwambia ukibeba mimba hapa nyumbani kwangu ukai. Nilishakwambia nyumbani kwangu fanyaje? Ukai. Na kile mimi nikupo nafikiria siku nyingi. Mtoto anatapika, amekula nini? Humu ndani hatuna shumbu ya samaki, hatuna shumbu ya nini? Nafikiria unatoka nje unatapika. Kumbe nikupo nafikiria mjamzito, kumbe kweli. Sasa wewe umenitukanisha na dada yangu. Umenitukanisha dada, akija hapa mimi ataniona sina akili. Mtoto kaja hapa kwa ajili ya kusoma, kaja ya kuja kupata mimba. Nisamee mjomba wangu. Una akili wewe? Sasa kama mama yako mimi nitakuambia nini hapa? Mama yako kakuleta hapa ili mimi nikule ovyo ovyo upate mimba, au umekuja hapa kufanyaje? Kusoma au? Nisamee mjomba wangu, lakini nitakusamea nini sasa? Ni dadangu nitakuja kumwangalia kwa sura gani? Yaani akija akasema kakangu kweli wewe hauna mbuli. Kakangu kweli wewe unajua kutu. Mbona nidhalilisha wewe mwanangu, mtoto wewe? Haya sasa umekitafuta umekipata sasa. Sasa iko ulichokipata iko ndo masomo yako hayo. Sikiliza wewe mtoto wewe. Wewe usitaki kunipanda kichwani sasa. Mbona upo nje na unalia? Leo nilienda kule kwa mama na nilifanikiwa kumuona, lakini amenikana. Amesema mimi sio mwanae na hajawahi kuzaa kabisa. Nakumbuka uliniambia kwamba mama ni muda mrefu sana mumepoteana. Huenda amekusahau. Hapana. Anaanzaje kunisahau mimi? Mama hajawahi kumsahau mwanae hata siku moja. Hawezi kunisahau. Nini kimempata? Ni sawa, maana ile jiji la Dar es Salaam lina mambo mengi sana. Huenda ulipoenda umemchanganya. Huenda ukienda tena atakupokea. Naomba tuende ndani. Isha, vipi kuhusiana na ishu yako ya mimba? kuhusu ushango wa ujauzito nimekuja kwako leo tuongee. Tuone tunafanya nini kuhusu hii mimba. Maana hata huko nyumbani mjomba anahisi kuwa na mimba. Na akimpigia mama yangu simu akamwelezea kuwa na ujauzito, inaweza ikawa hatari sana. Sijui hapo unanishauri tufanye nini kuhusu ujauzito. Sasa hapo mimi naona hatuna njia nyingine yoyote ambayo tunaweza kuitumia kutatua hilo tatizo, isipokuwa ni wewe kuitoa hiyo mimba. Kutoa mimba? Ndiyo, kwa sababu utakuwa umejiweka salama wewe pamoja na mimi pia. Dokta, umelifikiria hilo jambo kwanza? Nikatoe mimba? Vipi kuhusiana na afya yangu? Kuhusu afya yako hiyo niachie mimi, kwa sababu mimi ni doctor professional sana. Kwa kila kitu mimi nitamaliza. Hapana, siwezi kutoa ujauzito. Isha, unasemaje? Sasa naomba nisikilize. Ikiwa umekataa kuitoa hiyo mimba, basi kuanzia sasa usinishirikishe kwa chochote kile.
na sitoshiriki kwa chochote kile mpaka pale utakapokubali kuitoa hiyo mimba. Vinginevyo yani nina furaha, unajua furaha, yani nina furaha ile kufikiria kufahamu na ndoa na Mr. Mapunda. Yani hiko ndo kitu ambacho nilikuwa nakisubiri kwa hamu, shoga yangu, unipe kwanza. Yani mambo yako muta sana. Yani fanya kama unaona we sana. Umeona? Yani kuhusu mipango yote imekaa sawa. Yani wewe acha tu. Ni siku ambayo nilikuwa naisubiria kwa hamu. Unajua naisubiria kwa hamu. Lakini kwa uwezo wa Mungu ndio hapo linakuja jambo. Hiyo linakuja jambo tunalo. Na tunatamani kama ninajiona hiyo siku dada na gauni langu la kumelemeta ni namna hii. Mwana kamati kuu. Kwa hiyo nipe hiyo mipango inaendaje? Yani hapo tunasubiri siku ya jambo lenyewe. Mapunda hapa kwanza sema chochote. Kwa Mr. Mapunda sasa hivi yuko lele kanyoka kama rula, yani hana baya. Sasa tuwezi kukaa hivi. Kipindi tunapiga story za jambo letu, lazima tutafanye kabisa tuchambe koo. Tukifanya vicha baridi baridi kishuke. Dada samani, mambo maraba. Samani, mimi naomba shilingi nyeusi ndogo ya baridi. Mimi naomba fish. Kwa hiyo ndio hivyo shoga yangu. Chani, wewe tulia. Wenyewe nakwambia, yani wanakwambia wewe yani kaa kwa kutulia. Kila kitu kinaenda sawa na kila ratiba tunaipanga lazima nijinipetaje. Kama tunajiona hivi. Yani nakwambia ndio mtaka. Angalia tushuka bibi harusi. Unabidi uangalie tushuka bibi harusi. Cheers, mambo mengine yaendelea. Hapa sasa kitu kime. Kwa hiyo ndio hiyo shoga yangu. Jambo tunalo na tumepanda nalo. Tena naanzaje kukosa mimi? Nijipange dada, mwenye mikabati yangu, mwenye sijui dressing table yangu. Dada, siku hiyo natamba mimi tu ukumbi mzima. Yaani kama ndo usikose tena vitu kama hivi, si unanijua? Vitu kama hivi. Vitu kama hivi tena ninajua sherehe yetu matajiri wa dada tunaojiamini. Yaani hapa ninakunywa mpaka ninaoga. Yaani kitu cha shoga yangu tena. Naanzaje mimi mtoto wake ukikosa kuwa lelelele. Kwa hiyo ndio hivyo. Na hicho ndicho nilichokutia. Yaani nashukuru kukutana na wewe yani mtu yangu.
Singo mama